cha siku 100 za uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Baada ya uchaguzi mkuu, chuo cha VETA kilichopo katika wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma kimepata mafanikio makubwa katika kutekeleza shughuli za mafunzo ya ufundi stadi, ambapo katika kipindi hicho cha siku 100 chuo cha VETA Kasulu kimepokea shilingi milioni 237.4 ili kukarabati miundombinu ya kununua vifaa na zana za kisasa za kufundishia. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa chuo hicho Dhabahu Zakaria wakati Uhuru FM ilipotembelea chuoni hapo. Chuo chetu cha VETA Kasulu kilianza mwaka 2022. Kilianza udahili kikiwa na fani 4 kwa maana ya fani ya ufundi wa magari, ufundi wa umeme, ufundi wa ushonaji pamoja na uwashi. Lakini ilipoanza awamu ya tano ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, tulifanikiwa kuongeza udahili na kuongeza fani kutoka fani 4 zikaongeza fani ya uhaziri na sekretari. Na tunavyoongea leo hii tuna uwezo tumefanikiwa kufikia fani 10 kutoka zile fani 4 tulizoanza nazo. Tumeongeza ufundi wa bomba, tumeongeza utengenezaji wa kompyuta, tumeongeza mafunzo ya batiki na sabuni, tumeongeza udereva, tumefikia fani 10. Kwa hiyo hata udahili umeongezeka. Ndani ya siku 100 za Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, udahili wetu umeongezeka kutoka wanafunzi 330 hadi 420. Ni ongezeko kubwa sana ndani ya muda mfupi. Na kizuri zaidi kwenye kipindi hicho, udahili wa watoto wa kike umekuwa na ongezeko mkubwa sana. Hii yote imetokana na uboreshaji wa miundombinu uliofanyika ndani ya hizi siku 100 za Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwani ndani ya kipindi hiki cha kuanzia toka alivyoapishwa hadi kufika mwezi wa pili mwanzoni, tumepokea zaidi ya shilingi milioni 200 kwa ajili ya uboreshaji wa mazingira ya ndani ya chuo, ikiwa ni pamoja na chakula cha wanafunzi, ujenzi wa miundombinu ya maji, umeme na baadhi ya majengo na vifaa vya kujifunzia. Kwa hiyo hali hiyo imechangia ongezeko limekuwa kubwa sana. Mpaka tunavyoongea leo hii chuo kina udahili ambao uko kwenye maximum capacity, ikiwa na maana kwa miundombinu imetumika kwa uwezo wake wa juu. Kwa upande wao, wanafunzi wa chuo hicho wamesema kuwa kuwepo kwa chuo kumeleta manufaa makubwa, kwani vijana wamepata ujuzi wa fani mbalimbali zitakazowasaidia kujikwamua kiuchumi. Kwa na ujuzi ambapo faida nitakayoipata kwenda kule nitajiendeleza mimi mwenyewe ili kujipatia kipato, ila na washauri na wenzangu wakipata hii fursa wasijichezee, waje na wao wajifunze wapate kipato kama tutakipata na sisi. Hapo naweza nikashukuru shirika la NBL kwa kutuwezesha sisi. Kwanza nilikuwa sijui kutengeneza hivi vitambaa vya batiki, ila nimekuja hapa nimeweza kutengeneza hivi vitambaa vya batiki. Faida ambayo nimeipata hapa nitaenda kujiendeleza mimi mwenyewe kwa ajili ya biashara, na nitawashauri wenzangu na wao wakipata hii fursa wasiichezee, wasipuuzie kwa sababu ina faida. Kwa majina naitwa Leticia Steven Matthew. Mimi ni mwanafunzi wa plumbing na nimekuja katika chuo cha VETA Kasulu kuongozwa na shirika la Compassion. Nipo hapa katika kwenye fundi mabomba. Nimejifunza mambo mengi sana. Nimejifunza kwamba kuhusu kumvutia mteja maji. Naelewa kuhusu vifaa ambavyo vinaweza kutumika mpaka mteja akaweza kupata maji. Katika uvutaji wetu wa maji kuna vitu vingi sana kama vifaa. Ukitaka kumwanzisha mteja maji, kwa mfano umetoa katika bomba kuu la maji, unaweza kutumia T ili kuunganisha maji yatoke kule kwenye bomba kuu lije lifike mpaka kwenye sehemu ya mteja mwenyewe. Pale utatumia polypipe kuchukua maji kutoka kule kwenye bomba kuu. Hilo polypipe litakuwa ni robo tatu. Robo tatu hiyo inatumika kumvutia mteja maji. Nikiripoti kutoka hapa wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Justin Cosmas.